Nitasoma kuhusu habari za siku za mwisho na kwenda haraka, ila tega sikio unielewe, wewe mtu wa Mungu ambaye una sikio ambalo linahitaji kuokolewa. Unisikilize habari za siku zijazo za mwisho. Kaa unisikilize. Wakati wa taabu ya Yakobo. Umenisikiliza? Sikiliza sasa. Naliwaona watakatifu wakiondoka mijini na vijijini na kuungana pamoja katika makundi, kuishi katika maeneo yenye upweke. Nabii Ellen G. White anazungumza, sehemu yenye upweke ni sehemu ambayo haina furaha yoyote, kama jangwani, kama nyikani, yani hasa jangwani, sehemu yenye hakuna furaha ya aina yoyote isipokuwa taabu tu. Unanielewa vizuri? Sikiliza kwa makini. Hao watakatifu kwa nini wanatoka mijini? Kwa nini wanatoka vijijini? Kwa nini wakimbilie huko sehemu zenye upweke? Kwa nini? Wameona nini? Sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Malaika waliwapatia chakula na maji. Wakawapatia chakula na maji huko. Malaika ndo wakashika jukumu la kuanza kutoa huduma ya chakula na maji kuwapatia watakatifu. Mpaka ukiona malaika wanaanza kuwahudumia watu, hao watu wamempendeza Mungu wa mbinguni. Sikiliza kwa makini. Sikiliza kwa makini. Wakati waovu wakitaabika kwa njaa na kiu, watakatifu wanahudumiwa kule chakula na maji. Nazungumzia habari zijazo hapo. Wakati watakatifu wanahudumiwa chakula na maji, waovu kule wanapata tabu ya njaa na kiu. Wale ambao walijiona wako vizuri sasa wanapata njaa na kiu. Alafu kule watakatifu waliotoka mijini na vijijini wakaungana makundi, wakaona bora wakakae sehemu yenye upweke isiyo na furaha aina yoyote, ndio wanapata huduma itokayo mbinguni, chakula na maji. Sikiliza kwa makini. Wewe unayetaka kuokolewa, unisikilize kwa makini. Sikiliza kwa makini sana. Haya, anasema ya kwamba kisha naliwaona wakuu wa dunia wakishauriana pamoja. Wanashauriana nini? Na shetani na malaika zake. Wakishughulika kuwazunguka. Wanataka kuwazunguka wakina nani? Wale watakatifu. Kwa maana si wametoka mijini, wameungana matita, wametoka vijijini, sehemu mahali katika nchi, wamekwenda sehemu zenye upweke, wanahudumiwa na malaika huko. Shetani akaandaa mkakati wa kwenda kuwazunguka, akiandaa wakuu wa dunia pamoja na yeye na malaika zake wawafate watakatifu wakawazunguke ili weje. Sikiliza. Naliona maandishi ya nini? Ambazo nakala zake zilitawanywa sehemu mbalimbali za nchi. Nakala zake zikatawanywa sehemu mbalimbali za nchi. Vipeperushi hivyo vimewekwa. Vinazungumzia nini? Yakitoa amri kwamba isipokuwa watakatifu waiache imani yao ya pekee. Kwa nini imeanzia isipokuwa? Ni kwamba amri ni kwamba watu wote wao walioipokea chapa ya mnyama waishi tu vizuri, kusiwe na shida, wauze, kula na kununua. Umenielewa? Lakini isipokuwa watakatifu tu. Umesikia? Waiache imani yao ya pekee. Imani gani? Waiache Sabato. Kumbe ndio pointi ilipokalia ya shetani. Waiache Sabato ya Bwana. Sabato ya Bwana. Sabato. Au wanaotoa hizo amri ni akina nani? Maana huku tunaambiwa tu wakuu wa dunia, kisa cha ukombozi. Ni ukurasa wa 298. Sikiliza sasa. Kwa nini? Kwa nini isipokuwa watakatifu tu waiache imani yao? Nisikilize sasa.
Ina maana mateso yanaenda kuwavamia hawa watakatifu. Shetani mkakati wake ni kuwatesa na kuwaua. Sikiliza mateso. Kwa sababu wana matengenezo wasingeweza kuisujudia Rumi. Hao watakatifu wameondoka huko, wasingeweza kuisujudia Rumi. Sikiliza, kanisa Katoliki likaanza kuwatesa hawa jamaa. Likaanza kuwatesa. Iki kitabu upinzani haujaisha. Nyie kama mnafikiria uliishaga kipindi cha kina Petro mitume huko walivyoteseka na wengine, mnafikiria ndo kiliishiaga huko. Upinzani haujaisha. Yale hatutaki muhubiri kwa jina la Yesu. Ya leo ni Sabato ya Bwana, ndipo vita imekalia. Wana matengenezo walikuwa wamepingana na mamlaka ya Rumi, na sasa wangepaswa kufutiliwa mbali. Wangepaswa kufanyaje? Kufutiliwa mbali. Sikiliza, wengi miongoni mwa wana matengenezo walitupwa gerezani katika mazingira ya kikatili. Wengine waliteswa katika maeneo pweke ya Alps, Wengine waliachiliwa wanyama wakali. Unachukuliwa unaenda kuwekwa kwenye sehemu, mfano kama kipindi cha kina Danieli vile. Tunakumbuka kipindi cha kina Danieli, anachukuliwa anaenda kutupwa kwenye tundu la sindano. La sindano. Kwenye tundu la simba ndo anaenda kutupwa mle. Malaika wakashuka wakafunga kanwa za simba asizulike mtu wa Mungu. Kwa simba wakatulia, wakapiga ibada na mtumishi mle ndani. Anakuja mfalme pale, anaita Danieli, anasikia sauti inatoka nzuri yenye afya na imenyoka. Nini? Ni mtiifu. Danieli alikuwa mtiifu wa neno la Mungu, neema ikamfuata kule kwenye tundu la simba. Baada ya kutii maagizo ya Mungu, neema ndo ikashuka kule. Danieli akafaidi na kuwaona simba hapa na hapa. Chezea Mungu wewe. Faida mbili. Unatupwa mle ndani, unaambulia na kuwaona simba hapa na hapa. Wewe unaweza kumuona simba hapa na hapa wewe. Umesikia utii? Kipindi cha kina Shadraka, Meshaki na Abednego, mfalme Nebukadneza alipotangaza amri ya kusujudia sanamu, ile amri ya Mungu ya pili ile, usijifanyie sanamu ya kuchonga, Nebukadneza akasimamisha sanamu yake. Wakati hawakuivunja amri ya Mungu ya pili, neema ikawakuta kwenye tanuri la moto kule ndani. Wanatupwa Yesu akawadaka kule ndani. Ikawa kama wamepewa kiyoyozi, wakaendelea kula upepo. Umeona hayo mambo? Sasa kutii. Kutii ni amri 10 tu ziko kwenye Kutoka 20 pale mstari wa kwanza mpaka wa 17. 10 tu. Ukikosa moja juu ya hizo, umekosa juu ya yote. Ubishi wako ndo utakao kuangamiza wewe. Sikiliza sasa. Wengine walichinjwa. Wengine waliachiliwa wanyama wakali. Wengine waliteswa na mamlaka ya kikasisi, wakati wengine wakifa kwa upanga. Visa juu ya mateso na adhabu ya kikatili ya kanisa Katoliki. Bwana we. Unajua wewe ni kipofu ambaye unaangalia. Wewe ni kipofu mwenye unaona kabisa. Sasa sijajua wewe kipofu, wewe unaona, wewe una shida gani wewe? Maana hakuna andiko katika Biblia linalosema ikumbuke siku ya kwanza ya juma au siku ya Jumapili. Hakuna, nothing. Hakuna. Una shida gani wewe? Hakuna.
Ina maana kama neno halipo kwenye maandiko matakatifu, alafu wewe hilo neno wanakuambia lipo, unalitiwa na kutafutia rahisisha yao wenyewe wanayoijua, ina maana hayo ni mapokeo, sio neno la Mungu, ni mapokeo. Mapokeo. Kama ulikuwa hujui maana ya mapokeo, hayo ndo mapokeo sasa hayo. Sasa ngoja nikwambie mapokeo yalianza wapi. Wale wa kipindi cha nyuma, kipindi cha nabii Elia, wale manabii wale walikuwa wakiabudu jua. Dunia imeenda inapokea jua, waabudu jua. Waabudu jua. Sasa kuabudu jua mpaka leo ndio hiyo tunaendelea nayo, Sunday, siku ya jua. Waabudu jua mpaka leo hapo. Sasa hizi ndio wameongezeka, wamekuwa wengi. Kipindi kile bora hata walikuwa wachache tu, Elia mwenyewe peke yake akawashughulikia. Sasa kipindi muendelezo wa kwenda pale, yale ni mapokeo yameendelea, mapokeo yameendelea. Shetani ameendelea kuwapigia watu pasi, anapiga pasi. Mpaka leo bado watu wanapewa pasi. Anatengeneza assist. Akitengeneza assist, anapiga pasi, mtu anachukua, anapiga pasi. Sasa leo watengeneza assist wamekuwa wengi sana. Umeelewa? Ukimwambia mtu anakuambia kwani tunaweza tukaangamia tuko wengi hivi? Kama Mungu angekuwa anaangalia watu wengi, nakwambia wewe, kipindi cha Gharika watu 8 ndani ya safina. Familia hii dunia nzima, ina maana walikosa akili mpaka familia moja ndio ikaokolewa, watu 8. Hey. Familia moja, yani mimi niokolewe na familia yangu peke yangu, dunia nzima muangamie. Kama ni ukoo wa kina Sichinga, ina maana wa kina Sichinga hao ndo wameingia humo ndani humo. Uzao wa kina Sichinga watupu. Kama ni wa kina Sichimata, ina maana uzao wa kina Sichimata watupu wa 8 humo ndani. Ina maana kwa leo tunaweza kusema uzao wa Nuhu ulikuwa unaendelea mpaka leo. Ina maana tungetafuta ukoo wa Nuhu, so sisi wote tungeitwa kwa ukoo huo mpaka leo hii. Si 8 ule ukoo mmoja. Umeelewa? Kwa sasa sikiliza kitu kimoja. Sisi hatuwezi tukaangamia kwa sababu ni wengi. Nikwambie wewe, kipindi Sodoma na Gomora, watu 3 katika ule mji, Mungu haangaiki na wengi. Neno linasema kuna furaha mbinguni mtu mmoja akitubu dhambi zake na kuziacha. Ni fulani kubwa sana. Kwa maana hiyo kumbe Mungu akipata hata huyu, anasema mwanangu akunifia msalabani bure, nimepata damu hii moja. Kwani ana hasara gani? Si yeye mwenyewe ndo aliyeumba na anaweza kuumba tena. Shida iko wapi? Kwa kiburi chako kitakuangamiza. Wewe unajiona ni mzuri hapo, unajiona ni wa afya, utawazidi malaika mbinguni kule wewe. Lucifer tu shetani, huyu shetani mwenye roho mbaya, alitengenezwa mwanaume. Lakini Mungu kwani alihangaika na uzuri wa Lucifer? Futa kabisa na theluthi yake yote. Mchezo. Badilika. Mtakufa kwa sababu ya ubishi. Sabato ndio pambano kuu la siku za mwisho. Litakuwa ni jaribu kwa watakatifu kubwa mno. Watakatifu wanaoshika sabato wajiandae, kipengele kinakuja, ni jaribio. Achana na ukikaa na njaa siku 2-3 unasema ni jaribu. Wewe acha uvivu, wewe kafanye kazi. Na kuambia kuna majaribu yanakuja. Neno limesema ninyi hamjafanya vita bado hata kumwaga damu. Ukikaa siku 2-3 tu kija kunyokea, lama nyingi. Jaribu linakuja. Kwa washika sabato watalishwa na malaika huko. Siku ya upweke watalishwa na malaika, watanyweshwa huko. Elias alilishwa, alinyweshwa. Hivyo hivyo ukiwa mtifu utalishwa, utanyweshwa na malaika. Mungu akubariki. Ninavyoendelea kuendesha hili somo, Mungu akubariki wewe muelewa. Na kama umeelewa, basi umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana siku zinakuja, tabia ya Yakobo ni kubwa mno. Ni kubwa mno, inatisha. Inatisha kama nini, haifai ile siku. Kama unasikiaga vitu vyenye vifai, ile siku haifai. Usisahau kushare, comment na kulike na kusubscribe. Asante sana. My name Sam Simai. Na hiyo ndio akaunti yangu imeandikwa hivyo, Sam Simai. Ukiandika tu hivyo YouTube unanipata kwa haraka sana, Sam Simai. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Endelea kufuatilia hili somo, nitaliendeleza tena.
Pia kuna masomo ambayo nimetuma humo ya ujasiriamali, nimeanza na somo la kwanza. Pia kuna masomo ambayo nimetuma humo, somo la vyakula ambavyo Mungu ametuagiza tuvile. Pia kuna somo ambalo nimetuma humo la Nuhu, la kipindi cha gharika. Kwa Mungu akusaidie sana unapoendelea kuyafuatilia hayo masomo. Mungu akusaidie sana.